Asante sana mpenzi mtazamaji wa Wasa TV. Ni wakati mwingine ama kipindi kingine naenda kuwaletea mkulima mmoja ambaye ni wa sukuma ambaye amefanya ukulima kwa miaka. Leo ataenda kutuambia kwa muda mgani amefanya kwa ukulima wake, na leo usikose kuangalia na kujifunza kupitia babangu Brothers. Nataka waambie wapenzi watazamaji majina yako. Yeah. Asante sana. Yeah. Mimi kwa majina naitwa Mzee Brothers Matoke, Yeah. Makoli. Hapa mahali naishi ni Kitare. Yeah. Sehemu ya sublocation ya Iteres sublocation. Kisi Mwamusioma. Yeah. Kwa ukweli mimi ni mkulima wa sukuma. Yeah. Na sio sukuma peke yake, nalimanga hata mahindi. Naona hata mahindi. Sukuma ndio naendelea sana. Yes. Kwa vile inanisaidia. Yeah. Hii sukuma imenisaidia kwa miaka mingi, ndio ilikuwa inanifanya kusomesha watoto yangu. Hata watoto wamemaliza shule. Kila mtoto anajiweza ako kwake. Yeah. Mimi sukuma hii nilianza ukulima yangu nilianza 1969. Wow. 1969. 69. Nilianza maneno ya kulima. Nilikuwa nalima vitunguu, nyanya, sukuma, kunde, vitu kama hivyo. Kwa hivyo nilikuwa nakulia. Yeah, sorry. Kwa hivyo hiyo wakati ulianza ukiwa na miaka ngapi? Wakati kuzaliwa kwangu nilizaliwa 1948. 1948. Kwa hivyo around 20. Nilikuwa kitu kama mwaka kama 18. Yeah, yani bado ulikuwa kijana. Ni kijana. Yeah. Na nilikuwa nalima nikisaidia kwa hiyo. Sasa nilikuwa nalima sana ile sukuma ya zamani hii ilikuwa kama hii. Sasa hii ni sukuma nimeigundua juice. Yeah. Unaona kampuni hiyo unasema inaitwa Seedlings. Seedlings. Hiyo ndio kampuni ya sukuma. Niligundua hii sukuma. Hii ni ile ilikuja late. Late. Yeah. Sasa hii inaitwa Tausi F1. Tausi F1. Na naona bwana basi mtazamaji ukiangalia hii Tausi F1 ni kubwa. Si kama ile yenye kama unauziwa hapo kwa vibanda. Hapana, hii ni kubwa sana. Wanatengeneza ni seedbed kutoka Kebirigo. Nyamira. Yeah. Sasa ninatumanga wananitumia na basari. Sasa kijiti moja mbegu moja wanauza 2 shillings. 2 shillings kwa mimea mmoja. Kwa hivyo hii sote ndio unaona nimeipanda kwa shilingi 15,000 mbegu 15,000. Lakini kwanza kuuza nikiuza kutoka huko chini mpaka juu nauza kitu kama 25. Kwa hivyo unapata unanunua mbegu ya 15k alafu unapata faida ya almost 10k. Hiyo ni kuchuna safari moja. Nikienda kuchuna nachuna 600. Kwa hivyo hii inamaanisha ukichuna once safari moja 25. Na unachunanga mara ngapi? Ya 6 months. 6 months ndio ikue mbaya sasa iharibike. Sasa mimi naendelea hii. Yeah. Pesa ilinikosa kidogo, ningekuwa nimemaliza huko kupanda. Yeah. Na mimi naendelea. Na sasa wakati iko hivi. Yes. Kwa kubadilia uweze kubadilia na jembe. Hapana. Ni dawa. Hapana. Mimi dawa. Wakati unabadilia ni wakati unachuna ukiendelea kung'oa hivi. Unang'oa hizi nini? Chafu. Hizi nini weeds. Tunaziita weeds kwa lugha ya Kimombo. Sasa hiyo makwekwe hiyo. Unatoa wakati unachuna. Alafu inaoza. Inakuwa mbolea. Kwa kupanda hii sukuma mimi natumia mbolea ya TAP. Kwa kupanda. Hii ya ruta ama ile ya mboga ama ile ya TAP ya kupanda mahindi. Ile ya kupanda mahindi. Hiyo ndio mimi natumia kwa kupanda. Alafu tena ikimea ikikamata. Mimi nawekea hii mbolea. Manyoya ya ng'ombe ama? Hasa manyoya ya kuku. Ni mbolea ya kuku. Naweka hii mbolea ya kuku. Hii ndio naweka nini? Ndio naifanya sasa inakuwa hivi. Inakuwa inafutia tu ukiangalia tu hivi. Inameta. Sio naona hata vile inaonekana. Okay. Alafu ulisema ulituanga pesa wapi ukaanzia ukulima? Kwa sababu ulisema ulianza mwaka wa 1969. Ulituanga pesa wapi? Nilikuwa nalima mahindi.
Hapa 1959 nilikuwa kijana. Nilikuwa nalima tu, nilinunua mbegu kidogo nikaanzia. Ulinunua mbegu kidogo nikaanzia, sasa ikaanza kupendua. Kama ngapi hivi? Nilianzia kitu kama shilingi, wakati ile ya zamani ilikuwa kama ni shilingi 20 hivi. Nikanunua mbegu ya 20. Kwa hivyo hiyo wakati hiyo 20 ilikuwa ni pesa nyingi, ilikuwa ni pesa mingi sana. 20 ilikuwa tunauza ng'ombe 50 shillings. 50. Wow. That is great. Hiyo ni kitu sasa hii nimelima kwa muda mrefu. Hata nimelima Tanzania. Hapa Ukulia. Kianja. Nimelima huko kwa miaka. Nikarudi tena nikarudia hii. Samba yenyewe sina. Hii ni ya kukondisha. Na hii biashara, yani ukulima wako tangu anze umenunua nini? Ama nimejenga, nimesomesha watoto, wamemaliza shule. Kwangu mimi najenga, ninakaa tu vizuri, nakula vizuri. Kwanza hii mimi nakula hii shikarangi na nyanya, ni mafuta tu na kitunguu. Hii mbegu hii ndio sasa imenisaidia sana. Hii haihitaji nyanya. Peke yake ni nyanya. Pesa mtazamaji unasikia. Tena ni tamu sana hii. Tamu peke yake hakuna hacho kama unataka kununua nyanya, ndugu yangu, tumia hii nini? Inaitwa, ulisema inaitwa Tausi F1. Tumia hii. Hautasumbuka, hautakuwa na haja ya kununua nyanya. Alafu umesema umenunua shamba. Hapa nimekondisha. Hapa shamba nimekondisha. Hii nimekondisha kwa miaka 3. Miaka 3. Around miaka 3. Kwa hivyo hapa si kwako. Si kwangu, kwangu iko pande. Hapa si kwako. Na sasa kuna kwanga na challenges. Hapa challenges ni yani ni waizi walikuwa wanaiba saa nyingine kidogo. Challenges ni wezi. Alafu tena wakati sijauza ndio nahitaji pesa ya kununua dawa. Na mwagia nini? Kuna mbolea mimi natumia wakati kuua hii insect. Mimi natumia Tyson. Alafu nachanganya na booster. Kwa hivyo umesema challenges, yani changamoto. Changamoto ni kwa lugha ya Kiswahili. Kuna wakati wanaiba. Lakini sasa mimi ni wezi. Shida ni wezi. Lakini sasa mimi vile najua sinyimi mtu. Nikipata ukipita ukiniomba mimi nakupatia matao tu naenda kula. Kwa hivyo hii nini, wezi wanakuja usiku ama wanakuja mchana? Usiku. Tena sio wakati wote. Mimi naona ni saburi ya njaa au ni watu wa njaa. Ni njaa. Na umesema unauzaje hii mboga yako? Sukuma yangu hii. Ama kuna mali unapeleka? Niko na mtu mmoja na safu. Wapi hapo? Oda. Ng'ambo hii. Mimi nampelekea. Kama mashule ama nini? Hapana, ni hoteli. Na hii hoteli anapendwa sana. Anapenda kwa sababu sukuma yake haihitaji nyanya. Na hii sasa siusi bei kali. Wakati unasikia watu wanatangaza ati sukuma imeenda 4,000, mimi nasimamia tu 1,000. 1,000 kwa gunia. Kwa hivyo wewe mama mboga ambayo unatamani ama uko na haja ya kununua mboga, tembelea mzee mwenye anapatikana kama uko around, yani you are within Kisii. Tembelea mama ambaye, yani tembelea mzee ambaye amefanya kwa ukulima, anashughulikia mambo ya sukuma, na atakuuzia kwa bei nafuu. Atakuuzia kwa bei nafuu. Kwa sababu anasema iwe ni wakati wa kiangazi, iwe ni wakati wa mvua, yeye bei yake ni ile tu. Kama ni 1K ni 1K. Kwa hivyo kama unanisikia wewe mama mboga ama kijana wa mboga, tuko na vijana wenye ambao wanauza mboga ama wanakatakata mboga hapo nje, na kuomba utembelee Getare, alafu ukasema eneo naitwa Getare, karibu na Mwamba Academy. Karibu na Mwamba Academy. Kama wewe ni Mkisii unasikia, tembelea mzee, umpate support. Alafu na akija tunaandikia agreement tunafanyana. Umesikia? Ni agreement mnafanya kabla ya kwanza kuhusiana. Sorry, kabla ya kwanza kuhusiana. Kuuza, si kuhusiana, kuuza. Alafu umesema sana, nauliza tena, hii sukuma inachukua how long?
Yani inachukua muda fulani, muda nikichuna leo, ikimaliza wiki moja narudia. Nikianza kutoka chini hapa, nikifika juu tena mimi narudi chini. After 1 week mimi narudi chini. Inachukua muda fulani, muda gani kumea? Kumea si wananiusia ikiwa tayari. Kama si unaona ikiwa kama nini, kama nimetura kama chai. Nimetura kama chai. Yani zile nini? Kama chai wakati unanunua mwenye anapanda chai inauzwa hivyo. Alafu nakuja unapanda tu. Mimi napanda tu. Inachukua long. Kwa kupanda ukipanda hivi kama sasa kama hii sasa imechukua long. Hii nilipanda tarehe 22 mwezi wa 3. Mwezi wa 3. Na sasa tarehe 24 tarehe 23 mwezi tarehe 22 mwezi wa 3. Tarehe 22 mwezi wa 4 nikaanza kuchuna. 1 week, 1 month. Kwa hivyo inachukua 1 month. 1 month. Kwa hivyo wakati wa mvua. Mpenzi mtazamaji, umesikia hii kama unataka kupanda hii sukuma yenye haitachi nyanya na haichukui muda kumea, inachukua almost 1 month. Fanya mzee wetu hapa ametuambia, kwa sababu ni mzee mwenye amefanya ukulima kwa miaka almost around 40. Ni kama around 40. Miaka yani mingi. Almost 50 years. Na hapo ndipo nitaenda kumalizia. Nataka kwanza mzee wetu nini utaambia watazamaji sasa? Kuna mwenye ama kuna kijana mwenye anatamani kwanza. Sasa watazamaji nitawaelezea. Kuna vijana ambayo wamemaliza shule, hawana kazi ya kufanya. Jiandike mwenyewe. Si habari ya kuamuka asubuhi unaenda kwa barabara. Habari ya kuamuka asubuhi unaenda unakaa kwa barabara bure, ati sasa unatazama watu vile wanapita. Hiyo sio kazi. Wewe jiandike mwenyewe na utakuwa ukipata kitu. Na hakuna siku nimelala njaa mimi. Ukiwa kijana mzuri ujiandike kwa hii kazi. Hata mama ujiandike kwa hii kazi. Hii kazi sifanyi mimi peke yangu, nafanya na mke wangu, bibi yangu. Mama tena naye amepanda yake tena sehemu ile kama hii. Na kila mtu anauza yake. Lakini pesa tunafanyia kazi moja. Kuna mtoto wako mwenye amefanya ukulima, anapenda ukulima? Sasa watoto hata anafanya. Sasa watoto wamenipita sasa. Sasa watoto nilifunza kazi ya kulima. Sasa yeye akarudi kwa ng'ombe. Kwa hivyo mtoto wako amefuga ng'ombe sasa ndiye anauza maziwa. Okay. Asante sana. Kwa hivyo nawaambia watazamaji, ukulima ni kitu ya maana. Ukulima ni kitu ya maana sana. Tena hakuna mtu ataweza kuchukia wewe ati umeenda kumuibia. Wewe fanya kazi ukule chaso yako. Tena kitu Mungu anataka ukule chaso yako. Lakini mimi hata wakati unapita na ukiniomba mimi sinyimi na kupatia ili usikie utamu uende kupanda. Siwezi kupatia wewe mara mbili. Once enough. Sisi ni kila siku. Utafanya mtu msembe. Kupatia kila siku. Nitakufanya ukuwe mtumbavu. Mama yetu hapa atuambie aanze na majina yake na atuambie anasaidiaje huyu mzee. Huyu mzee tunamsaidia kwa njia ya kulima. Hiyo shamba ndio tunachimba sisi, ndio tunachimba inakuwa sawa. Alafu akileta hiyo mmea ya sukuma anaingiza kwenda chini vizuri. Anaponda hata vikama kwa vizuri ndio anaingiza hiyo mmea inakuwa vizuri. Wakati wa sukuma kama uko na kuku, hiyo sukuma huwezi pata sukuma. Lakini kama umefunga kuku, hiyo sukuma ndio unapata inakuanga vizuri. Hapa Kisii kuna vijana wanajiona ati akilima kwa shamba ati anaona anachafuka mkono. Eli nao wakuje walime. Wainame hiyo migongo yao chini nao walime, hiyo shamba ikue kwa shamba na hata kiwa kasamba kidogo utapata hela kutoka huko. Hayo tu ndio nilikuwa nayo. Kwa hivyo niko na swali kidogo. Kwa hivyo wewe unamsaidia sana kulima kulima, kupalilia hiyo mboga. Tena unamsaidia kwa kuangalia kama kuna mtu kuna wenye wanaingia
Kuna wakati utasapata hiyo sukuma iko karibu kabla unakaribia kwenda kuchuna, unapata ilikuwa imekuwa kabisa, sasa unaenda kuchuna ijaye hata gunia. Upate imesaa chunu hata karibu yote. Sasa hapa tuko town lakini vile tu waisi wamesaa epuka, ni vizuri tu tunapata mpaka siku sawa. Na hiyo sukuma tunapalilia, tunaweka hata mbolea, tunaweka na dawa. Hiyo sukuma sasa ndio inakuanga vizuri, tunaenda tunapeleka kwa soko. Okay, sana mpenzi mtazamaji wa Weza TV Digital kwa kutazama kipindi chetu cha ukulima na biashara. Mimi wako Mikael Omanwa.